Ukweli uliojificha kuhusu fedha. Kwa nini tunafanya kazi na bado hatuna pesa? Kuna swali ambalo watu wengi hujiuliza lakini hawapati jibu lake. Inawezekanaje mtu afanye kazi kwa miaka 5, 10 na hata zaidi, lakini akiacha kazi leo hana akiba kumsaidia hata kwa miezi 3 ijayo? Je, fedha zote zimekwenda wapi? Hebu tazama simulizi hii. Kulikuwa na wanawake wawili, Shamsa na Rehema. Wote walikuwa wakifanya kazi katika kampuni moja. Walikuwa wakipokea mishahara sawa, walifanya kazi kwa bidii na walikuwa na ndoto za maisha bora. Miaka 5 ilipita. Shamsa alikuwa na akiba ya kiasi fulani. Alikuwa ameanzisha biashara ndogo iliyokuwa ikimuingizia kipato cha ziada. Alikuwa na utulivu wa akili na matumaini ya kesho. Lakini kwa upande mwingine wa Rehema, alikuwa bado anafanya kazi ile ile na hakuwa na akiba yoyote. Hakuwa na biashara wala uwekezaji. Madeni alikuwa yanaongezeka kila mwezi na msongo wa mawazo ulikuwa sehemu ya maisha yake ya kila siku. Swali ni hili: tofauti yao ilikuwa ni nini? Je, Shamsa alipata mshahara mkubwa zaidi? Hapana. Au Shamsa alikuwa na bahati kuliko Rehema? Hapana. Tofauti yao ilikuwa kwenye maamuzi yao ya kila siku kuhusu fedha. Huu ndio ukweli ambao watu wengi hatuuoni. Mara nyingi hatufilisiki kwa sababu ya mapato madogo. Hapana. Tunafilisika kwa sababu ya matumizi yasiyopangwa. Tunafilisika kwa sababu ya shinikizo la kutaka kuonekana vizuri mbele za watu. Tunafilisika kwa sababu ya kukosa malengo ya kifedha. Na tunafilisika kwa sababu ya kutozielekeza pesa zetu mahali panapojenga maisha yetu ya baadaye. Fedha nyingi hazipotei kwa tukio moja kubwa. Hupotea kidogo kidogo. Kikombe kimoja cha chai hapa, safari isiyo ya ulazima, manunuzi ya kuvutia watu, kutaka kuonekana wewe ni bora kwa watu wengine. Matumizi madogo madogo ambayo hayaonekani huwa makubwa kwa siku moja, lakini baada ya mwaka mmoja yanakuwa yamekula sehemu kubwa ya mapato yako. Sasa unaweza kufanya nini? Kwa siku 30 zijazo, andika kila manunuzi yako utayofanya. Chukua karatasi na kalamu. Andika kila shilingi. Usiruke hata matumizi madogo kabisa. Usijidanganye kabisa. Baada ya mwezi mmoja, angalia orodha hiyo. Utashangaa kuona fedha zako zimekuwa zikikimbilia wapi. Na kabla kuondoka, jiulize maswali haya mawili. Je, unajua matumizi yako ya mwezi uliopita yalikuwa ni kiasi gani? Matumizi yako yanaendana na mipango yako ya kufikia kesho unayoitamani? Kumbuka, fedha nyingi hazipotei kwa tukio moja kubwa. Hupotea kupitia maamuzi madogo madogo ya kila siku. Na maamuzi hayo ndiyo yanayoamua maisha yako ya kesho.